Asante. Huyu ambao anaendelea kutazama pia aliingia sasa hivi kwenye ring anaitwa Saidi Mkola kutokea upande wa Red Corner. Kinachofuata naomba nikamwite bondia namba 2 anayetokea upande wa Blue Corner. Huyu si mwingine ni kijana mdogo anayetokea kwenye camp ya Mafia Box Promotion kutoka Tanzania. Mabibi na mabwana, make some noise kwa Said Hakimu. Mafia Boxing Promotion. Ukimtazama kwenye dress code amevalia kama rangi fulani hivi ya blue bahari na vitu kama hivyo. Kinachofuata naomba sasa nimlete katikati mwamuzi kwa ajili ya maelekezo kwa mabondia wote wawili. Stop. Maki usurushe ngumi box. Pigana. Ninasimamia sheria sifundishi. Tusalimiane. Shake hands. Touch gloves. Asante. Second out of the ring. Second nje ya ulingo. Second nje ulingo. Hii ni bauti ya Saidi Mkola pamoja na Saidi Hakimu. Pambano linalofuata sasa hivi ambalo linaanza ni la Saidi Mkola ambaye atakuwa yuko upande wa Red Corner dhidi ya Said Hakim Blue Corner. Hii tunaweza tukasema ni dabi ya kina Saidi kwa sababu ni masaidi wawili wanakutana. Dabi ya wajina. Bwana Saidi Mkola versus Saidi Hakimu. Ndio. Kwa uchache tu Saidi Hakimu ni boxer kutoka Mafia Boxing. Aina au style ya upiganaji wake mara nyingi Saidi Hakimu anakuwa ni mtu wa kupigana, yani anapenda tupigane. Ambaye Saidi Hakimu ni huyu ambaye amevaa bukta ya blue wakati Saidi Mkola yeye amevalia pensi yake nyeupe akiwa na gloves za blue. Na pambano limeanza, naona limeanza kwa mabondia wote wanasomana. Lakini Saidi Mkola yeye ameanza akiwa ana box, anatembea. Yes. Kama nilivyozungumza Saidi Hakimu yeye ni mtu wa kupenda kupigana. Ila Mkola mara moja kuna muda naye anajaribu kubox, lakini Hakimu pia ni mmoja kati ya ngumi yake nzuri, ana jabu fulani hivi, yani ana jabu fulani nzuri sana. Nice counter. Kwa hiyo ni fight kali sana, fight ya masaidi wawili. Alafu pia ni vijana ambao kiumri wanaweza kukaribiana, hata vimo wanakaribiana. Kitu ambacho huyu Saidi Hakimu anatakiwa akiheshimu kwa Mkola ni kwanza ni ukongwe wake kwenye ring. Yes, lakini kingine kwamba Mkola ana right fulani kali sana kwa sababu naongea kwa experience kwa sababu nimeshawahi ulingo na Saidi Mkola. Okay. Nice body punch. Fight nzuri kwa kweli, fight nzuri. Ni bondia ambaye unamfahamu vizuri. Wote wawili nawafahamu vizuri kabisa. Lakini moja kati ya faida ya Saidi Hakimu ni mwepesi kwenye kufanya maamuzi na hata nice counter, nice body punch. Moja kati ya buti tamu kweli ni hii. Hawacheki, ni mikono tu inazungumza. Sababu wote ni maboxers. Yes. Wanapenda kufight. Unaona hakuna ambaye amerudi nyuma. Nice slow jab. Hakuna aliyerudi nyuma, wote wako katikati. Hiyo overhand ya Mkola Saidi Hakimu anatakiwa awe makini nayo sana. La sivyo tunaweza tukaongea mengine hapo. Na inaonyesha ndo silaha yake kubwa. Ndo silaha yake. Na amejaribu kama mara 2 hivi. Nice body punch. Body punch nzuri sana. Nice counter, nice 1-2. Naona kamkatia ringi nzuri, anapiga combination na anaanguka mwenyewe. Saidi Mkola pale aliteleza. Pale ameteleza. Saidi Mkola analitaka pambano. Analitaka pambano, amekuja. Kila mtu anataka pambano, kila mtu anahitaji pambano. Saidi Hakimu ni boxer chipkizi ambaye anatamani na yeye afike sehemu fulani, lakini Mkola naye anataka kumuonyesha kwamba mimi ni mkubwa. Of course. Mimi ni mkubwa. Una rekodi nzuri sawa, una nyota 2.5, mimi na nyota 2, lakini mimi ni mkubwa kwa sababu nimekutangulia kwenye boxing. Kwa hiyo kuwa na heshima wakati unakuja kwangu. Respect inatakiwa. na kama nitakuwa niko sawa, Saidi Mkola alipoteza pambano lake la kimataifa. Kuna bondia alipigana naye akapoteza, ilikuwa ni mwezi wa 3 kitu kama hicho. Kwa anatamani pia kuweza kuleta kurudisha heshima yake iliyopotea. Nice counter, nice right. Saidi Hakimu anatakiwa ajichunge. Saidi Hakimu anakiona kwa Saidi Hakimu ni
ile uzoefu kwenye ring. Nice counter. Yes, pressure. Nice. Saidi Mkola. What a fight. Na raundi ya kwanza lakini unaona kabisa utamu. Wazungu wanasema he has been saved by the bell. Kengele imemuokoa kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea pale. Ni moja kati ya bauti ambazo tulikuwa tunazisubiria kwa hamu sana. Endelea kutamba uwepo wa MC Jerry Event. Double jab. Kwa ni right akaconnect na right. Hiyo ndo ngumi ambayo tangu round inaanza nimezungumza. Saidi Hakimu anatakiwa kuwa makini nayo sana. Kwenye overhand. Kwenye overhand. Yani right kwa ujumla. Hiyo aliteleza. Na ni upande ule ambao tumekuwa tukizungumzia. Mabondia wengi ambao wanafika kwenye ule upande huwa wanateleza. Ni kutokana na hali tu ya canvas haiko sawa. Upande huu umeloana kwenye red corner. Viatu vinakuwa vinashindwa kushika ile canvas. Second out of the ring. Wasaidizi Njolingo, tunaelekea kwenye round ya pili. Lakini kwanza dhidi ya Saidi Hakimu. Hii ni fight ambayo kila mtu anaitamani. Saidi Mkola naye anatamani kwamba mimi sasa hivi bwana nimetoka kupoteza ujue, alafu sio kweli sijacheza muda mrefu, kwa hiyo acha nimuonyeshe kwanza udogo kwanza, nimuonyeshe nirudi kwenye form. Nice. Wameanza tena kwa utulivu. Saidi Mkola mechi ya mwisho alicheza dhidi yako wewe. Na kuna mechi alicheza na mimi, lakini kuna mechi nyingine kama mbili alisafiri akapoteza. Ndio hiyo kimataifa ninaosemea. Tuzungumzie ile pambano ambalo alicheza dhidi yako. Nice counter right. I say. Kitu gani ambacho unakiona ambacho alifanya kwenye pambano lako unaona anakifanya kwenye pambano hili dhidi ya Saidi Hakimu? Kwenye hii fight naona kabisa Mkola ameamua kuja kupigana, mara nyingi anaamua kupigana zaidi. Na kulingana na aina ya opponent ambaye amekutana naye, na ni mtu wa kupigana. Kwa hiyo mara nyingi ameamua kubadilishana punch. Japo Mkola kwenye hiyo style ya kupigana sio mzuri sana. Kwa hiyo mara nyingi yeye huwa ni anasubiri uanze afu yeye amalize. Sometimes anapigana, sometimes ana box. Tunaona leo amekuja all out. Wazungu wanasema all out. Amekuja kwa ajili ya kutaka kumaliza hili pambano. Nafikiri hii yote ni kutokana na kupoteza pambano lililopita. Of course heading movement ya Saidi Mkola ni nzuri. Angalia namna ambavyo anazikwepa ngumi. Akipigwa right, akipigwa jab, amemweka kwenye kamba. Saidi Hakimu amekubali. Saidi Hakimu hana head movement. Yes, anaruhusu punches zinatua. Hakwepi na raundi bado mbichi kabisa. Anaruhusu, ametepeta. Saidi Hakimu ametepeta. Fight inaweza ikaishia hapa Mkola. Mkola akiongeza makini. Saidi Mkola anataka kumaliza pambano. Sioni Saidi Hakimu kama kuna kitu atakifanya. Anajaribu kumkumbatia lakini Saidi Mkola anamtoa afu anaendelea kucounter. Pambano zuri sana. Saidi Mkola kama anahisi hii ndo nafasi. Hii ndo moment ndio anaisubiri. Na akishindwa kumaliza hapa huenda akareduce energy Saidi Hakimu, kwa sababu sasa hivi bado kuna kitu ambacho anacho sasa hivi. Yes, bado hajarecover. Kwa hiyo akimruhusu kuweza kurecover muda huu anaweza kukutana na energy nyingine katika raundi inayofuata. Ni muda sahihi wa yeye Saidi kufanya setup ili kuweza kuimaliza hii fight, kwa sababu sioni fight kufika mwisho. Ameteleza tena. Utaona kwenye replay. Ameteleza. Anamhesabia lakini Mkola anasema ameteleza. Yes, ameteleza sababu ukiangalia ni red corner kule. Kule kuna shida. Na hii inakuonyesha namna gani ambavyo pambano la ngumi linaweza kubadilika muda wowote, hata kama wewe ndio ulikuwa unashambulia. Mpinzani wako akipata mwanya tu akapata nafasi ya kupiga ngumi ambayo ikakumaliza. Fight imeusisimua ukumbi. Unaona watu wote wamesimama. Fight ya kiume sana. Raundi ya pili imetamatika. Kuja kuona ile mwisho wa raundi ya pili kama kweli kwa knockdown au aliteleza. Hii ni vita kati ya Saidi Mkola kutoka red corner. Hii ni dabi ya Masaidi. Saidi Hakimu dhidi ya Saidi Mkola, na tunaona hapo namna gani walivyokuwa wanabadilishana punch. Hakuna bondia ambaye amekuja kusema mimi nisubiri wewe uje alafu mimi ndo ni react. Wote wamekuja kwa ajili ya kupambana. Ambayo walikuwa nao Saidi Mkola ni punch, power punch. Ana power punch. Mimi nimecheza naye, ni bondia ambaye ana nguvu sana. Kwa hiyo
wote wana nguvu, ila Mkola kwa sababu ana ule uzo, ilikuwa ni punch bwana, ni punch amekutana nayo wakati anaenda kushambulia. Alikutana nayo wakati ipo njiani hiyo hapo. Yes. Alipiga F2. Wakati mwingine unaweza kuwa unashambulia wewe lakini ukakutana na ngumi ukaanguka. Kwa hiyo unatakiwa umakini wakati wote hata kama unaona kabisa una win. Ndio. Yes, round ya 3 ndio hii hapa. Bongela, what a fight. Fight ni kali, fight nzuri. Raundi ya pili tumeona moto umewaka. Raundi ya kwanza hadi raundi ya pili moto unawaka. Hii ni kutokana na same age kwa sababu Saidi Hakimu ni mdogo lakini Saidi Mkola ni mdogo kiasi, naweza nikasema Amin ni mkubwa kiasi kwenye miaka 31, exposure ya kutosha, experience ya kutosha, anabadilisha style ya aina ya uchezaji na ni moja kati ya bondia ambaye amepiga Saidi Hakimu. Saidi Hakimu amepiga uppercut, amekataa kuwa mnyonge na kuweza kumuonesha kwamba 1-2 combination, anapiga body punch, piga uppercut, piga combination. Anajaribu kupiga right lakini zinakataa zile ngumi zake za overhand lakini zinakataa. Kutokana na sasa hivi Saidi Hakimu amekuja na ya pili amekubali. Saidi Hakimu anaonyesha kwamba analitaka pambano. Analitaka pambano. Mbili kwenye katika round tofauti. Na amerudi kwenye neutral corner. Kama fight itaelekea kwenda mwisho kwa sababu ni round tofauti, ameanguka round ya pili na round ya tatu. Ni round tofauti ameanguka. Kwa hiyo Saidi Hakimu anaona kama kuna kitu anaweza kuvuna kwenye pambano hili. Naam. Imempa nguvu ya kuweza kuendelea. What the fight! Ndio utamu wa boxing. Ndio uondo wenyewe wa boxing. Wote wawili nguvu zimeisha, ametepeta. Kuna ngumi anajaribu covering haipo sawa. Yes, anajaribu kukumbatia hizi. Fursa kwa Mkola kwenda kufanya finishing. Lakini sio kufanya setup ya hiyo finishing. Changamoto ya Saidi Hakimu akipigwa analegea kiasi ambacho kinampa fursa mpinzani wake kuweza kumwattack tena. Analazimishwa kulegea. Ni power punch kwa sababu ya zile power punch ambazo amekutana nazo. Imekuwa ni fight nzuri sana kuitazama. Mabondia wote wamekuja wamekuja kupambana, wanarushiana punch. Wote wamechoka. Wewe mtoto uniambii kitu, hii mimi ndo nafasi yangu. Refa anasema umesukuma. Naam. Mashabiki wanakuambia kwamba yani, kitu ambacho anafeli Saidi Hakimu ni kwenye defense. Yaani ameganda tu yani kwamba piga na mimi nakupiga. Na ndio utamu wa boxing bwana. Sio kujificha ficha. Mbona zinapita kwa kweli? Yes, amepiga pakati. Yoyote yule anashuka hii fight. Yoyote anashuka kwa sababu wote unaona wanapigana. Wanaruhusu ngumi. Yoyote anashuka. Huyu Saidi Hakimu kuna muda kama analewa, kuna muda analikava faster. What a fight. Saidi Mkola anajaribu kutumia ukongwe wake kubuy time. Mwisho wa round ya 3 imemalizika. What a fight. Mwisho wa round ya 3 imemalizika. What a round. Hii ni knockout ya Mafia Boxing Promotion kutoka Tanzania. Na leo tuko hapo pia kwa ajili ya kuisimika lakini kufunga mwaka. Imekuwa raundi moja bora sana. Raundi ya 3 imekuwa raundi bora sana. Mabondia wote wamekuja wakiwa wanapambana, tunaona kuna counter punch nyingi zimepigwa hapo. Hadi hivi sasa hatujaona knockout yoyote hadi hivi sasa. Kwa hiyo huenda pambano hili linaweza likatupa hiyo taswira ya knockout kwa mara ya kwanza. Kwenye red corner kuna shida. Umeona pale Saidi Mkola ameteleza. Kwenye red corner huko kwenye upande wa red corner. Kuna shida na maendeleo vijana si mwingine. Uzuri wa pambano hili. Uzuri wa pambano hili kwamba kila kona, kila bondia ana nafasi ya kuweza kushinda. Anahisi kwamba huyu mimi namuweza, muda wowote, ni swala la muda anaweza kadondoka. Kwa hiyo ndio maana tunaona huo mpishano umekuwa mkubwa sana katikati ya ringi. Fight nzuri kwa kweli, fight nzuri. Ngoja tuone raundi ya 4. Mabondia wamepigana, mabondia wanapigana kweli kweli. Tunaona ngumi, nadhani hata mashabiki waliokuwa nyumbani huko wanaenjoy ngumi kwa kweli. Raundi ya 4 imeanza. Nice. Kidogo wanajaribu kusomana kwa sababu ya kile kilichoendelea raundi ya 3. Wanaona
Tukianza tena kama vile Said Hakim anatakiwa awe makini wakati anapiga ngumi zake, kwa sababu Mkola amekuwa anapiga counter sasa, yani kwamba Said anapotoa mkono na yeye anapiga counter. Ndio. Na kuna baadhi ya ngumi unaona zinafika zinamlevya Said Hakim. Kwa hiyo anatakiwa aongeze umakini. Pambano zuri sana hili. Kabisa zuri. Nadhani hata mashabiki wanaenjoy, waliokuwepo hapa, waliokuwepo nyumbani, wote wanaenjoy. Lina hadhi kabisa ya pambano. Imepita ile. Pambano lina hadhi kabisa ya pambano. La kumalizia mwaka. Said Hakim anatakiwa afanye movements. Yani akiongeza umakini fight inaisha, kwa sababu Said Hakim ameshatepeta, afu raundi ni bado sana. Raundi zinaendelea. Inaonyesha kadri muda unavyozidi kwenda stamina yake inazidi kuisha Said Hakim. Alijaribu kucounter lakini Said Mkola aliona akampisha. Mkola ana nguvu kuliko Said Hakim. Sababu umeona hizo punch? Yani kuna punch Said Hakim alikutana nazo. Alitakiwa amalize na uppercut lakini Mkola sijaona punch, lakini Said Hakim akikutana na punch za Mkola ndo analewa zaidi. Na Said Mkola amejaribu kupigana kwa mahesabu sasa hivi. Anaona kabisa kile kilichomkuta raundi ya 3. Kimepelekea uoga kidogo. Mahesabu yamekuwa mengi sana. Ni wapi pongezi, wote wamejiandaa kwa kweli, sio mbona hapa katile kwanza kama hii fight itaisha. Wote inabidi tuwape hongera. Said Mkola anapiga jab, anarudi nyuma akiwa anamsubiri Said Hakim naye aweze kupiga. Said Hakim ameamua kutokuwa mnyonge na yeye amemfuata Said Mkola kwamba sasa tupishane. Ikiwa ni raundi ya 4 hiyo inaelekea mwishoni. Naona kila mtu anataka kumaliza ili pambano mapema. Said Mkola anapiga jab, piga combination, left hook zinamkosa Said Hakim. Said Hakim naye anarudisha mashambulizi kwa Said Mkola. Bado hatujaona zile ngumi ambazo zinaweza zikamlaza mtu kwenye sakafu. Mkola angekuwa na left hook fulani hivi, yani kama angekuwa na left hook fulani hivi, hii fight ingekuwa inaisha hii. Yani kuna setup tu anazikosea, yani alikuwa anafanya setup, hii fight ingekaisha, lakini naona Said Hakim na yeye anarudi mchezoni. Raundi ya 4 imetamatika. Raundi ya 4 imetamatika. Tumeshuhudia pambano la aina gani kwenye raundi ya 4? Of course ni fight tamu, fight kali, fight ambayo energy ipo ya kutosha, lakini pia nguvu ipo ya kutosha, na kitu ambacho kimefurahisha, ile hamasa ya mashabiki imekuwa kubwa sana katika fight hii. Umeona namna ambavyo mashabiki wa Said Hakim wamekuwa wakichagiza, mashabiki wa Said Mkola wamekuwa wakichagiza. Kwa hiyo ni moja kati ya buti ambayo ni nzuri kweli, na hadi hivi sasa kila mmoja yupo kwenye alama ya mshangao. Nani anaweza kuvumilia na nani anaweza akadondoka kwa muda wote, kwa sababu kwa namna ambavyo mazingira haya yanaenda, kuna mmoja lazima adondoke. Enjoy masumbwi. Moja kwa moja tuko hapa viwanja vya Posta Makumbusho, na unajua imebaki masaa machache sana mwaka wa 2025 uweze kutamatika. Basi wewe kaa sebuleni kwako, endelea kuangalia TV3 channel 416 kupitia ile kisimbuzi cha Azam TV Azam, lakini kule Star Times kuna, kama unatumia kisimbuzi chako cha dish ni channel namba 197, wakati kama kisimbuzi chako kikiwa ni cha antena, basi angalia channel namba 131. Sisi tunaendelea kukuletea uondo moja kwa moja mubashara kutoka hapa viwanja vya Posta, naye kuletea hizi simulizi ambazo zinaendelea hapa, ya hiki ambacho kinaendelea hapa ndani ya viwanja vya Posta Makumbusho. Jina langu naitwa Ayubu Mgando, niko na bondia Saidi Bwanga pamoja na Hamis Junior ambaye yeye yupo kwenye second commentation pale. Saidi, pambano linaendelea raundi ya 5. Tunaona mabondia wakiwa wanaviziana hivi kwa kile ambacho tumekiona kwenye raundi ya 3 na ya 4. Lakini Said Hakim kama anasema sasa nimeamka. Na kuna kitu Said Hakim anakifanya kwa makosa. Kuna muda macho yake anaangalia kwa kocha. Ni hatari sana kwenye boxing. Unatakiwa concentrate na fight, kwa sababu muda wowote mpinzani anaweza kufanya chochote. Kwa hiyo hilo pia ni kosa analifanya Said Hakim.
na amekubali kurudishwa kwenye kamba. Nakutana na yes, imekubali. Said Mkola anataka kumaliza pambano. Said Mkola anataka kumaliza pambano. What a left hook. What a jab. Kinachoshindikana ni good finishing na good setup kwa ajili ya kuweza kuhakikisha anamaliza. Mara nyingi anapokwenda kwa attempt shambulio la mwisho anakwenda kwa pressure kubwa sana Said Mkola, na ndio maana anapofika anakutana na ngumi ambazo anazirusha lakini sio target. Lakini ukiangalia ngumi zake zimekuwa na madhara makubwa sana kutokana na energy alionayo Said Mkola. Na Said Hakim ukimwangalia kama sasa anasema okay, let's dance, hebu tucheze sasa, na yeye hataki tena kurudi kwenye kamba. Amemfuata Said Mkola katikati ya ulingo, wanasema sasa tucheze ngumi. Nimpongeze Said Hakim, kuna ngumi amekutana nazo na bado anakutana nazo, lakini bado hajashuka mpaka dakika hii. Nipongeze sana kwa sababu miguu inaonekana iko fiti sana. Angekuwa bondia mwingine kashashuka bana. Amefanya sana mazoezi ya stamina. Naam. Kama anamvizia hivyo anamwambia baba, uso huu hapa, piga baba. Piga baba, piga. Said Mkola yeye anachombeza na moja moja, anapiga jab. Piga jab, akipata nafasi ya kupiga combination anapiga 1-2 anatoka. Na Said Hakim naye hayuko nyuma, si haba. Anaendelea kujibu mashambulizi. Naona counter hiyo hiyo inatakiwa ina makini sana Said Hakim. Said Mkola anakumbatia kwa nguvu ambayo ameitumia kuanzia raundi ya kwanza. Kwa kweli hawa mabondia wote wamechoka. Unaona kabisa energy imepungua kwa wote wawili. Yes, wote wamechoka. Ametoka pale, imepigwa body punch. Kitu ambacho Said Mkola anamzidi Said Hakim ni hizo bobbing zake tu. Ndio kitu ambacho Said Hakim amekosa. Lakini unaona kabisa mashabiki wanahisi pambano. Raundi ya 5 imemalizika. Lingeweza kumalizika. Vita kati ya Said Mkola kutoka red corner. What a fight. What a fight Said Mwanga, what a fight. Fight kali kwa kweli. Tunaendelea kuenjoy hii kweli ni dabi ya kina Said. Hii dabi ya kina Said. Fight kali. Ngumi kali sana, unaona watu wanapigwa ngumi kali lakini wanavumilia. Kitu gani ambacho unaweza kumshauri? Kitu gani unaweza kumshauri Said Hakim ambacho kinaweza kikawa ni surprise kutoka kwa bondia Said Mkola? Said Hakim yuko wazi sana kwa kweli. Yaani anapiga sawa lakini anaruhusu ngumi nyingi sana zinamfikia. Hata akitoa mkono wake wa kushoto wa chini wa kulia upo chini, akitoa kulia wa kushoto upo chini. Yupo wazi mno. Na kuna muda anakutana na counter, yani sema tu ndio ile uvumilivu na mazoezi ndio anamsaidia, lakini kwa kweli defense mbovu sana Said Hakim. Anatakiwa aongeze umakini kwenye Second nje ulingo. Tunaenda kwenye raundi ya 6. Naona raundi ya 6 ndio hiyo inaanza sasa. Mabondia wote wakiwa wanakuja katikati ya ulingo, unasikia bado maelekezo yanaendelea kutolewa kutoka kwenye pande zote mbili, kwamba wanaona tunaweza tukamaliza hili pambano. Kila mtu katika fight ambayo ina maelekezo mengi ni fight hii. Maelekezo kwa wachezaji, maelekezo kwa makocha, maelekezo kwa mashabiki. Kila mtu amekuwa akishauri, kila mtu amekuwa akitoa mtazamo wake na perception zake kwa namna ambavyo anamuona mpinzani, lakini yote kwa yote inabaki ability ya kila bondia. Ni nini ambacho amefundishwa mazoezini, lakini ni nini ambacho anaweza kukiadapt katika ringi kwa muda huu. Ukimtazama Said Mkola anahitaji kumaliza buti. Ukimtazama Said Hakim anahitaji kuweza kumaliza buti. Kwa hiyo ile ability imekuwa ni kubwa sana, intensity imekuwa ni kubwa sana. Kila mmoja anahitaji kuweza kumridhisha kama ni kocha, kama ni mashabiki, na ndio maana umeona pressure imekuwa kubwa sana ndani na nje ya ringi. Na kitu ambacho tunakiona kwa sasa hivi kwa wote wawili ni kwamba hamna mtu ambaye anafanya setup ambaye anapiga labda ngumi. Kila mtu anataka kutoa ngumi kali, yani kila mtu anataka kumpiga mwenzie ngumi kali. Kwa hiyo ndio maana unaona mchezo kama wanaviziana hivi, kila mtu ngumi anataka kuitoa ni ngumi yenye madhara. Ni mchezo wa mahesabu makali sana. Said Hakim akiwa anamsoma kwa vizuri kabisa mpinzani wake Said Mkola, na wamekuwa wanabadilishana body punch, wanabadilishana zile jab, lakini hakuna bondia ambaye anataka kumwachia uwazi mpinzani wake aweze kupiga ile ngumi ambayo inaweza kumpeleka chini. Fight nzuri, watu wamefanya mazoezi. Na Said Hakim
anaona kabisa kwamba kumbe na mudu kabisa Saidi Mkola, lakini Saidi Mkola yeye anaendelea kutumia ule ukongwe wake wa kujaribu kuficha ile kete nyeupe ili Saidi Hakimu asione. Saidi Hakimu of course kama ameamka hivi kwenye ameamka, na nilisema kama akishindwa kumaliza pambano kwa muda ule, basi inaweza ikawa na changamoto kwa akimwacha akarikava, kwa sababu unajua bondia akirikava akili inakuwa nayo ina change namna ya uchezaji na namna ya kushambulia. Muangalie stance aliyokaa Saidi Hakimu, angalia energy akitupa, japo anapiga hizo boxing shadow, lakini kwa namna yake endapo atafika kwenye eneo husika kwenye body punch yoyote ya Saidi Mkola anaweza kaleta madhara. Kuna namna ambayo sasa hivi Saidi Hakimu ameamua kutengeneza umbali kidogo dhidi ya mpinzani wake Saidi Mkola, na anapoingia sasa kwenda kumuengage, anaingia akiwa na impact kubwa kwenye kupiga ngumi za haraka na anatoka. Yani kwa Saidi Hakimu, haya ni maelekezo ambayo yametoka kwa mwalimu. What a fight. Watu wamepigana, watu wanaonyeshana umwamba kwamba mimi ndo Saidi. Kila mtu anataka jina la Saidi hapo. Hakuna anataka kuitwa Side baada ya pambano hili. Safi sana, mabondia mazoezi. Pambano limekuwa tamu sana na lina hadhi ya kuwa pambano la kumalizia mwaka kwa kweli. Yakiwa yamebaki masaa machache tu mwaka 2025 utamatike. Sisi tunaendelea kuletea burudani moja kwa moja kutoka hapa viwanja vya Posta. Unaendelea kuangalia burudani ya msimu wa 7 knockout ya mama, ambapo Mafia Boxing Promotion wameendelea kukuletea burudani sebleni kwako na unaenjoy. Zinapigwa kweli kweli, zinatoka Saidi Bwanga zinatoka kweli kabisa. Mimi naamini tunaenjoy sana na watu ambao wanatuangalia kupitia channel yetu pendwa TV3 huko nyumbani, naamini wanaenjoy masomo. Mashabiki kitu ambacho wanapenda zaidi ni kuona watu wakipigana, sio kwamba watu wanaoinda nao wakina Saidi hao, tunaona watu wanapigana. Hawa wacheki ngumi ndo zinazungumza box. Yani mara nyingi sana buti namna hii inaongeza ladha, kwa sababu cha kwanza huchoki kuitazama, lakini pia cha pili wao wanaonesha ushindani wa namna yake. Hata kesho kutwa anapohitaji kuweza kurematch, zile kempu zinakuwa zina maswali mengi na zinakuwa zina maelekezo mengi sana kabla kuendea fight. Kwa hiki kinachoonekana, hata kama kutakuwa na ilikitangazwa pambano la rematch, mashabiki watakuwa wana hamu ya kujua lini hilo pambano litaweza kupigwa. Of course. Yani kwa matokeo yote yale. Kwa matokeo yote yale. Raundi ya 7? Naam, raundi ya 7. Imebaki raundi ya 7, imebaki raundi moja. Iliyotoka ilikuwa ni raundi ya 6. Yes, na pambano tunaona limeendelea kuwa na uchangamfu ule ambao tumeushuhudia tangu raundi ya kwanza. Saidi Mkola yeye akiendelea kutumia uzoefu wake, akitengeneza mazingira ya kutaka kupata mwanya wa kuweza kupiga punch ambayo inaweza ikampeleka chini Saidi Hakimu. Saidi Hakimu anaendelea kutumia stamina yake ya kuonyesha kwamba wewe si mkongwe, mimi nina nishati ya kutosha. Mapafu yangu yana nishati ya kutosha, twende mpaka mwisho. Fight nzuri kwa kweli. Pambano limekuwa tamu sana. Saidi Hakimu na yeye anajaribu kurudisha. Watoto wa Mama Sidi wanatuonyesha ngumi leo. Kina Sidi wamekutana. Saidi Mkola anapiga jab, piga left hook imekosa, piga uppercut, piga body punch. Amejaribu kufanya body punch nzuri, ndio. Kuna sehemu ambazo Saidi Mkola anaziwini, zile ambazo Saidi Hakimu anapoamua kutoka sasa akimbie. Sehemu kama hizo ndo Mkola anawini sasa. Anakuwa anamsindikizia na ngumi, lakini nyingi zinakuwa zinamkuta. Ni kitu kizuri sana kutoka kwa Saidi Hakimu, kwa sababu alitoka kwenye shinikizo. Angeendelea kukaa kwenye shinikizo, labda angempa faida Saidi Mkola. Kwa anavyokimbia hivi, kuna namna yeye anatafuta nafasi ya kurecover, kuweza kurudisha nishati yake. Anapoteza nguvu kubwa sana Saidi Mkola pale ambapo anapiga hewa na unaona namna ambavyo akipiga kama panchi 3-4 nguvu zinakuwa zinamwisha, kwa sababu kila anapopiga haifiki kwenye main target ambayo yeye anakusudia. Wote fight, watu wamepigana, watu wameonyeshana, watu wanapata burudani na wamechoka wote, wako hoi. Ile energy ambayo wameitumia mpaka sasa hivi, kwanza niwapongeze.
Ilikuwa pambano nzuri sana. Kulikuwa na mpishano wa kutosha. Naam. Hapa unaweza ukaja kukutana na tukio ambalo likawastajabisha wengi. Mtu akaguswa tu na ngumi ya kawaida akadondoka chini. Na hiyo itasababishwa kutokana na uchovu kwa sababu mabondia wote wametumia nishati, wamepambana kwa nguvu sana kuanzia raundi ya kwanza. Kwa hiyo ni rahisi sana mtu akikutana na ngumi yoyote ambayo itamuingia anaweza akakaa. Raundi ya 7 akiwa naelekea mwishoni. Saidi Hakimu yuko matatizoni. Kuna ngumi anazipokea, ngumi za hatari sana, ngumi za yuko matatizoni. Kuna ngumi anazipokea, ngumi za hatari sana. Raundi ya 7 imekwisha kumalizika. Yani Saidi Hakimu kuna ngumi anazipokea, ngumi za hatari sana. Raundi ya 8 ngumi za kwenye kidevu. Itakuwa ndo final round. Nichukua nafasi Saidi aliingia sasa hivi ni Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, si mwingine ni Saidi Hakimu anashukuru kengele ilivyolia. Nasema karibu. Kengele amemwokoa. Kitu ambacho nimekitazama Saidi Mkola anashindwa kutumia timing wakati anatoka ile. Ndio muda ambao Mkola mara nyingi amekuwa akimsindikizia na ngumi na mara nyingi zimekuwa zikimkamata na zinakuwa zinamnyong'onyesha. Nilikuwa nasema Saidi Mkola anashindwa kutumia muda mzuri. Ni left hook ya kidevu. Ni left hook ya kidevu ambayo ilimkuta. Shida kubwa ya Saidi Mkola hajui kutumia muda ambao umebaki sekunde, yeye ndo anakuwa anapumzika, ana hamu ya kumaliza. Kwa hiyo anapopata ule muda anataka kumaliza, kengele inakuwa inapigwa. Sasa tunaelekea kwenye final round. Hii ni raundi ya 8 na raundi ya mwisho. Kitu ambacho raundi ya mwisho ndo inaanza sasa, na tunaona Saidi Mkola yeye ameanza kama alivyoanza raundi ya kwanza. Amekuja akiwa yuko aggressive akimfuata mpinzani wake, lakini Saidi Hakimu yeye ameamua arudi nyuma. Kitu ambacho kitamkosti Saidi Mkola kwenye hii fight ambacho atakuwa anajutia ni zile knockdown 2 ambazo amezipata mapema mwa fight kwenye raundi ya 2 na raundi ya 3, kwa sababu zina maana kubwa sana kwenye ngumi. Yani ukianguka kwenye raundi tofauti inakuwa yani ni bora uanguke mara 2 kwenye raundi moja kuliko uanguke kwenye kila raundi. Yani hata kama ukianguka mara moja kwenye kila raundi, hiyo inakuwa ina maana kubwa sana kwa mpinzani wako. Na hapo hakuna bondia ambaye anatamani kusikia kengele ya mwisho ikiwa inalia. Wote wanatamani waendelee kupambana, kila bondia akiamini kwamba anaweza akamaliza hili pambano ndani ya huu muda wa karibuni. Nice right. Naona Saidi Mkola yeye anaendelea kupeleka mashambulizi, Saidi Hakimu akiendelea kujilinda kuhakikisha kwamba hampi mwanya Saidi Mkola wa kuweza kupiga ngumi yoyote ambayo inaweza ikawa na madhara makubwa kwake. Raundi ya 8, raundi ya mwisho. Wote wanashambuliana. Wote wanashambuliana. Kila mtu anaitaka yani. Hapo hakuna bondia ambaye anataka kusikia kengele inalia. Kabisa. Zinapigwa na zinatoka kweli kweli. Saidi Mkola anavizia, Saidi Hakimu na yeye akimwambia njoo brother, mimi nakusubiri hapa. Na yeye akiwa anamvizia kuweza kucounter endapo Saidi Mkola atafanya kosa lolote. Wamechoka kweli kweli mabondia. Hiyo yote kutokana na nishati waliotumia kuanzia raundi ya kwanza. Ameteleza. Saidi Mkola ameteleza. Nasikia maelekezo kule, anasema vipi, maliza mchezo wewe. Wasichokijua ni kwamba anapigana bondia hatari sana Saidi Mkola. Ndio maana umeona kuna muda Saidi Hakimu akitaka kwenda kumaliza, ndio hapo anakutana na ngumi kali, unakuta kibao kinageuka. Yani fight ilikuwa kila mtu awe na tahadhari. Meteleza tena Saidi Mkola. Ndani ya sekunde chache amedondoka mara 2. Refali anamwambia vipi, uko gado, uko vizuri? Anamwambia niko vizuri. Refali anakuambia niko vizuri. Ngoja tusikilize majaji. Wao ndio wenye maamuzi bwana. Lakini fight kwa kweli watu wamepigana. Pambano muda wote linatamatika. Pambano umemalizika. Pambano umemalizika na sasa kengele imesikika ikilia
kutoka kwa majaji bado wanatamaniana matokeo. Wanatambiana. Asante, endelee kuenjoy pamoja na Knockout ya Mama 2025 na leo tu hapa tutauaga mwaka rasmi. Wanatambiana kwamba mimi ni wezi. Mpya wa 2026. Tusubiri majaji wanakuja na maamuzi gani. Ilikuwa moja kati ya pambano tamu sana kulitazama, Saidi Bwanga. Lakini pia niendelee kutambua uwepo wa mkuu wa idara ndugu yangu Sule, lakini pia mkuu wa uratibu Hassan Zayumba. Mheshimiwa Zayumba naona amewaita wote wawili katika kuwapa darasa kidogo. Naona naye mwenyewe amependezwa kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo anaenjoy ni kuona watu wakipigana. Ila moja kati ya pambano bora sana ambalo tumeshuhudia katika bouts ambazo zimepita hivi karibuni. Pambano kali sana. Naweza nikasema pambano hili, pambano lililopita na lakina Yusuf Changarawe ndo mapambano bora kabisa, na nafikiri kadri muda unavyozidi kwenda mabondia wanaopanda wanajaribu kuamsha watu wasilale kwa kuwaletea mapambano ambayo yana mpishano mkubwa sana. Fight nzuri. Ngoja tusikize maamuzi ya majaji. Unahisi kuna nafasi ya kuweza kupata rematch ya mabondia wawili kati ya Saidi Mkola pamoja na Saidi Hakim kwa hiki tulichokishuhudia hapa? Na wakiwa ubingwa kabisa, wamepigana kwa kweli. Fight nzuri na bado wenyewe wamemaliza, lakini hata ile kuonyeshana fair kukumbatiana hawajataka. Ni kila mtu bado anamtamani mwenzie. Unatamani uone, unatamani liwekwe pambano la ubingwa. Hiyo kwa wawekee ubingwa. Saidi Mkola ambaye yuko na timu ya taifa ya Tanzania kule nchini Morocco katika mashindano ya mataifa ya Afrika AFCON, na timu ya taifa ya Tanzania imepata nafasi ya kucheza mchezo wa mtoano ambao tutacheza tarehe 4 Januari 4 dhidi ya timu ya taifa ya Morocco ambao ni wenyeji. Mungu aibariki Taifa Stars. Mungu abariki Tanzania. Kama itatokea fight kama hii, ngoja tuone, kwa sababu kuna fight kali sana zinakuja za ubingwa mkubwa unachezewa hapa. Ngoja tuone. Bado anatambiana, bado wako katikati ya ulingo wakiwa anatambiana kwamba mimi uniwezi. Mheshimiwa Mwinjuma, Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma akiwa anafuatilia kwa ukaribu kabisa mapambano haya yanayoendelea hapa ya msimu wa 7 Knockout ya Mama. Hivi ndivyo tunaendelea kuenjoy usiku wa Knockout ya Mama kutoka nchini Tanzania, lakini kufahamisha tu kwamba leo tutauaga rasmi mwaka 2025 na kukaribisha mwaka 2026. Kutokana na bauti iliyokwisha kumalizika, majibu yote tayari nayo kwenye karatasi yangu na matokeo ni kama ifuatavyo. Jaji namba 1 Roy Mbunda, yeye ametoa 75 kwa 75. Jaji namba 2 Ramadhan Palasa, yeye ametoa 75 kwa 77. Lakini wakati huo jaji namba 3 Abdalla Neneko, yeye ametoa 73 kwa 77. Kwa mantiki hii, ladies and gentlemen, brothers and sisters, mshindi ni kutokea Blue Corner Said Hakimu. Mafia Boxing Promotion. Asante sana DJ. Wakati Saidi Hakimu pamoja na Saidi Mkola wakionyeshana ubabe, nimepata taarifa kwamba uongozi wa Mafia Boxing Promotion wanatoa zawadi ya shilingi milioni 1 kwa kila bondia kutokana na performance ambayo wameionyesha.